Kulikuwa na kijana mmoja alimpenda sana msichana fulani. Kila siku alikuwa wa kwanza kutuma ujumbe, kila siku alikuwa wa mwisho kusema siku mwema. Alijitoa, alijali, alifanya kila kitu sahihi. Lakini kadri siku zilivyopita, kitu cha ajabu kilianza kutokea. Msichana alianza kujibu polepole, simu zikaanza kukosa majibu, na yule aliyekuwa karibu kila siku akaanza kuwa mbali. Siku moja kijana aliuliza, "Mbona umebadilika?" Na jibu lilikuwa fupi sana, "Sijui, nahisi kama kuna kitu kimepotea." Hakukuwa na ugomvi, hakukuwa na kosa kubwa, lilikuwa ni kosa ambalo watu wengi wanalifanya. Kadri unavyojaribu kushikilia mapenzi, ndivyo mapenzi yanavyoanza kukukimbia. Kama hujasubscribe channel Haitai, tafadhali subscribe ili uwe mtu wa kwanza kabisa pale pindi tutakapokuwa tunatuma video. Endelea kutazama hii video mpaka mwisho ili ujue ni changamoto gani au mapungufu gani ambayo unayafanya kwa mpenzi wako, na ndio maana anakudharau, anakuona ni mtu wa kawaida sana kuliko wale wanaopendwa mara kwa mara, ili ujue ni nini wanafanya na wanafanya kipi mpaka wanakuwa wanavutiwa sana. Wakati mwingine sababu ya mpenzi kukuacha ni kwa sababu unamtafuta sana. Leo nataka kukuambia ukweli ambao watu wengi hawawezi kukubali. Kuna watu wanatafuta mapenzi kila siku, wanajitahidi, wanajitoa, wanapenda kwa moyo wao wote, lakini wanaachwa. Na kuna wengine hawahangaiki kabisa, hawalazimishi mawasiliano, hawapiganii attention, lakini watu wanawafuata na kila siku mtu anajibembeleza kwao. Swali, je, kwa nini kadri unavyojaribu kupendwa zaidi ndivyo mapenzi yanavyozidi kukukimbia? Tatizo sio sura, tatizo sio pesa, tatizo sio bahati. Tatizo ni nguvu ya kisaikolojia ambayo watu wengi hawaioni, na leo utaelewa kitu kimoja ambacho nitakuonyesha ili ujue ni kwa nini watu wengi tumekuwa tofauti. Mapenzi hayakimbii. Mapenzi hayamkimbilii mtu, bali yanakimbilia hisia unazobeba. Binadamu hapendi juhudi zako, anapenda jinsi unavyojisikia ukiwa karibu naye na jinsi anavyojisikia akiwa karibu na wewe. Ndiyo maana mtu anayejitahidi sana hupoteza mvuto, na aliyekuwa neto huvutia zaidi. Akili ya binadamu inafanya mfumo wa ndani unaoitwa emotional safety. Mtu akihisi pressure anachoka, anachanganyikiwa, anaanza kujiondoa polepole. Na mara nyingi pressure hiyo haitokani na maneno, inatokana na njaa ya kupendwa. Unapotafuta mapenzi kupita kiasi, unatuma ujumbe usioonekana, ninakuhitaji ili nijisikie wa thamani. Na akili ya mwingine inaanza kurudi nyuma, inaanza kukuona ni mtu wa kawaida sana. Kama alikuwa na upendo na wewe, anaanza kupunguza taratibu taratibu, kwa kuwa wewe mwenyewe unajirahisisha. Kuna sheria ya ajabu sana kwenye psychology. Kwenye physiology kuna sheria ya ajabu sana. Kile kinachoonekana kinahitaji hupoteza thamani. Kile kinachoonekana mara kwa mara hupoteza mvuto. Fikiria maji jangwani, yana thamani kubwa kwa sababu ni adimu, lakini ukipewa maji bila kikomo utayathamini. Mapenzi yanafanya kazi hivyo hivyo. Unavyopatikana muda wote, majibu ya haraka sana, kutuma ujumbe kila dakika, kuomba uhakika kila mara, mvuto unapungua bila wewe kujua. Sio kwa sababu wewe sio mzuri, ni kwa sababu akili ya binadamu huvutiwa na utulivu, sio uhitaji. Watu wengi hawapotezi mapenzi kwa sababu hawapendi, wanapoteza kwa sababu wanaogopa hofu ya kupoteza, kubaki peke yao,
kutotosha, na hofu inaonekana kupita vitendo vidogo vidogo. Kupitia vitendo vidogo vidogo, kuangalia simu kila dakika, kuuliza unanipenda kweli, kujaribu kumfurahisha kupita kiasi, lakini akili ya mwingine husoma hofu kama mzigo. Na hakuna mtu anayevutiwa na mzigo wa kihisia. Kwa nini? Kwa nini watu wasiojali sana huvutia zaidi? Umewahi kuona mtu ambaye anaonekana hajali sana, lakini watu wanamfuata, wanamgombania, wanampigania? Sio kwamba hajali, ni kwamba hajapoteza maisha yake binafsi. Ana malengo yake, ana ratiba zake, ana utulivu wake, na hilo linatoa signal moja kubwa: niko kamili hata bila wewe. Na paradoksi ya mapenzi iko hapa: kadri unavyoonekana kujitosheleza ndivyo unavyovutia zaidi. Mvuto mkubwa hauko kwenye maneno matamu, uko kwenye uwepo. Mtu anayejisamini halazimishi, haombi attention, haombi ukimya, haogopi kuwa kimya. Na ukimya huo hujenga consolidity. Watu huanza kujiuliza, kwa nini huyu hana pressure? Na hapo ndipo mvuto uzaliwa. Mapenzi hayaji kwa kukimbizwa, yanakuja kwa mtu anayejua thamani yake. Leo acha kuuliza nifanye nini nipendwe. Anza kuuliza ninaishi maisha ambayo mimi mwenyewe ninayaheshimu, kwa sababu siku utakaponiacha kukimbiza mapenzi, kitu cha ajabu hutokea. Unakuwa mtu ambaye uwepo wake unatulia mwingine, na watu hawakukimbii tena, wanabaki, kwa sababu mvuto mkubwa duniani sio uzuri, sio pesa, sio utulivu wa mtu ambaye hahitaji kuthibitishwa ili ajisikie wa thamani. Na hapo ndipo mapenzi huacha kukimbia, yanaanza kufuata sawa. Kuna watu wanafanya kazi sana, wanajituma kuliko wengine, lakini maisha yao hayasogei. Na kuna wengine wanaonekana kawaida tu, lakini milango inafunguka kimya kimya. Miaka mingi nilifikiri ni bahati, mpaka siku moja niligundua kitu cha ajabu na cha kutisha sana. Tatizo halikuwa juhudi, tatizo lilikuwa namna akili yangu ilivyokuwa inafundishwa bila mimi kujua. Nakumbuka kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anaamini maisha ni kupambana tu. Alifanya kazi 2, alilala masaa machache, alikimbizana na pesa kila siku, lakini kila alipopata pesa kulikuwa na tatizo jipya lilikuwa linatokea. Gari lilikuwa linaharibika, madeni yanaibuka, au anafanya maamuzi mabaya ghafla. Nilimuuliza siku moja, unawahi kukaa kimya ajiulize kwa nini mambo yanajirudia? Alinyamaza, na hapo ndipo nilianza kuelewa. Watu wengi hawashindwi kwa sababu hawajui kufanya kazi. Wanashindwa kwa sababu akili zao zimezoea hali fulani. Akili ikizoea shida, hata mafanikio yanapokuja inarudisha mtu kwenye shida. Ni kama thermostat ya maisha, ukizoea kiwango cha chini utajirudia huko bila kujua. Hii si kufanya kazi zaidi, siri ni kubadilisha namna unavyojiona, kwa sababu dunia haikupi unachokitaka, inakupa kile unachoamini unastahili. Na kitu cha kushangaza zaidi ni hiki: watu wengi hawajawahi hata kugundua kuwa maisha yao yanaendeshwa na programu waliopewa zamani. Swali ni moja tu: je, wewe unaishi maisha uliyoyachagua, au maisha yako yalifundishwa akili kuyachagua au kuyaishi? Bye bye.